Utangulizi. Sheria za bweni. Shule ya sekondari ya Kizungumkuti High haikuwa shule ya kawaida. Ilijengwa katikati ya misitu minene ya mkoa wa Iringa, ambapo baridi yake inaweza kukufanya ufikirie kuvaa madaftari kama sweta. Katika shule hii, bweni namba 7 lilikuwa na sifa ya kipekee. Wanafunzi walisema kuwa kuta za bweni hilo zina masikio na sakafu yake ina tabia ya kumeza vitu vidogo vidogo kama vifuniko vya kalamu na soksi. Katika bweni hili, wahusika 6 walitawala anga. Ivelius, kiranja wa bweni, alikuwa na sauti ya upole kama ya mhubiri, lakini macho yake yalikuwa na ukali wa mbayuwayu. Kila asubuhi aliongoza sala ya bweni, lakini kila usiku alikuwa na madaftari ya siri yaliyosheheni majina ya watu aliyopanga kuwashughulikia. Upande wa pili alikuwa Wambura, kijana mwenye asili ya Mara, ambaye misuli yake ilionekana kuwa na hasira hata kama yeye mwenyewe ametulia. Wambura aliamini katika mambo mawili tu: haki na chakula chake. Usiku wa Jumanne ulikuwa wa baridi kali kiasi kwamba hata mbu walishindwa kuruka. Saa 6 usiku, wakati giza likiwa limegubika kila kona, sauti ya chak 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 ilisikika chini ya kitanda cha Wambura. Ilikuwa ni sauti ya chuma ikisuguana na zege. Daudi, mtaalamu wa mission ambaye angeweza kuiba kiberiti mfukoni mwa mwalimu wa nidhamu bila kuonekana, alikuwa kazini. Daudi alikuwa na falsafa yake: kuiba kwa mwanafunzi mwenzako si wizi, ni uhamishaji wa rasilimali. Alifanikiwa kufungua boksi la chuma la Wambura kwa kutumia pini ya nywele aliyoiba kwa mwalimu wa kike. Ghafla, mlio wa kishindo cha boksi kufunguka ulivunja ukimya. Wambura, ambaye usingizi wake ulikuwa mwepesi kama wa kuku, alishtuka. Nani huyo? Wambura alinguruma, akiruka kutoka kitandani kama mchezaji wa mieleka. Alipowasha tochi yake, alikuta boksi lake likiwa wazi. Kilichomtia wazi si kupotea kwa sabuni au sukari, bali ni kopo lake la Blue Band ambalo lilikuwa nusu. Nani amechukua kopo langu la Blue Band? Hii Blue Band nilitumiwa kutoka nyumbani kwa ajili ya siku za shida. Daudi, akiwa tayari amejivika shuka lake na kujifanya anakoroma, alijibu kwa sauti ya kilevi wa usingizi: Wambura, tulia mzee. Labda ni panya wa kiroho. Kuna panya hapa bwenini wana tabia ya kula vitu vya watu wenye hasira. Panya wa kiroho havai kanda mbili za ushindi kama zako, Daudi. Wambura alifoka, akimtazama Daudi ambaye alikuwa amejisahau na kuacha kanda mbili zake karibu na boksi. Lakini kabla Wambura hajamrukia Daudi, tukio lingine lilikuwa likiendelea nje ya bweni. Wakati Wambura akitafuta Blue Band yake, Daniel, HB wa shule, mwenye sweta lililopigwa pasi na perfume ya Strongman aliyoinunua kwa magendo kutoka kwa Isa, alikuwa akijisogeza kwenye sengesenge zinazotenganisha upande wa wavulana na wasichana. Daniel alikuwa na miadi na Neema, binti mrembo aliyekuwa akisoma masomo ya ziada ya literature. Daniel alijegemeza kwenye mti wa mwembe na kuanza kumwaga mistari yake. Neema, wewe ni muongo. Amina aliniambia unamwambia maneno hayo hayo kila binti anayevuka hapa. Lakini Daniel hakujua kuwa usaliti ulikuwa karibu. Ivelius, kiranja mcha Mungu, alikuwa amejificha nyuma ya kichaka cha maua akirekodi kila neno kwa simu ya siri. Ivelius hakuwa akifanya hivyo kwa ajili ya nidhamu, alikuwa na wivu wa kifo. Alikuwa amemtuma Amina, rafiki wa Neema, amshawishi Neema atoke usiku huo ili amkamate Daniel red-handed. Kwa hasira ya kuona Daniel akikaribia kumshika mkono Neema, Ivelius aliamua kutumia silaha yake ya mwisho. Alikimbia hadi kwenye kibanda cha mlinzi, Jua Kali. Jua Kali alikuwa ameketi kwenye kiti chake, mbele yake kukiwa na chopa ya gongo aliyoita chai ya usiku. Alikuwa tayari ameanza kuona picha za ajabu. Mzee Jua Kali, amka! Ivelius alinongonona kwa fujo. Kuna mwizi kule kwenye sengesenge, amevaa sweta la kijani, ana silaha. Jua Kali, akisikia neno mwizi, aliruka juu huku akipinga rungu lake hawani. Mwizi katika shule hii? Leo atajua kwa nini naitwa Jua Kali.
alikimbia kuelekea kwenye sengesenge huku akipiga yowe la kivita ambalo lilifanya mbwa wa jirani kuanza kubweka. Ghafla, wakati jua kali akimfukuza Daniel ambaye alitimua mbio kama duma, taa zote za shule zilizima. Ukimya mzito ulitanda, fuatiwa na kicheko cha kike chenye mwango kikitokea ghorofa ya pili ya madarasa. Owen, kijana mwelevu ambaye alitoka bafuni akiwa na taulo pekee, aliganda. Aliona kivuli kirefu chenye kucha ndefu kikipita kwenye korido. Mungu wa Isaka na Yakobo, mimi bado sijaanza hata form 4. Sitaki kufa kabla ya kuona matokeo ya NECTA. Alipiga yowe na kuanza kukimbia kuelekea bwenini huku taulo lake likikaribia kumvuka. Kishindo kikubwa kilisikika upande wa jiko. Wanafunzi wote wakiwemo Wambura aliyekuwa akimkaba Daudi walitoka nje na tochi zao. Walipofika jikoni, walikutana na tukio lililowafanya wagande damu. Isa, yule mfanyabiashara wa magendo, alilala sakafuni akitiririka damu mkononi. Pembeni yake kilikuwa na kisu kikubwa na baraki za kuku wa mwalimu mkuu aliyekuwa akifugwa sirini jikoni. Isa amekufa, Owen alipiga yowe. Wambura alimsogelea na kumtikisa. Ghafla, Isa alifumbua macho na kuanza kutetemeka. Sio mimi, nilimuona, alikuwa na macho ya moto. Nani? Daniel aliuliza huku akitweta baada ya kumkwepa jua kali. Jini la Blue Band, Isa alipayuka. Kila mmoja alicheka kwa hofu, lakini kicheko chao kilikatika walipogundua kitu kimoja. Isa hakuwa ameuliwa, bali alikuwa amezimia kwa hofu ya kumwona Daudi akijipitisha jikoni akiwa amejifunika shuka jeupe ili aibe mkate wa mwalimu wa dhamu. Daudi, kwa kutaka kufunika wizi wake awali, aliamua kuigiza kama jini. Hofu ilifikia kilele chake asubuhi iliyofuata. Amina, rafiki wa Neema aliyekuwa akishirikiana na Ivelius, hakuonekana kwenye mstari wa garedi. Wanafunzi wa kike walikuwa wakipiga kelele. Daniel na Wambura walikimbia kuelekea upande wa wasichana na kukuta kitanda cha Amina kikiwa na barua. Barua hiyo haikuandikwa kwa kalamu ya kawaida, ilikuwa imeandikwa kwa herufi nyekundu zilizofanana na damu. Msaliti atalipia kwa roho yake. Mmoja amekwenda, wengine wanafuata. Bweni namba 7, kifo kinawatazama. Neema alikuwa analia akishikiliwa na marafiki zake. Ivelius alisimama pembeni, uso wake ukiwa hauna hisia yoyote, lakini ndani ya moyo wake alikuwa akitetemeka. Alijua Amina alikuwa anajua siri zote za wizi wa mitihani na jinsi alivyokuwa akitumia ushirikina ili abaki kuwa kiranja mkuu. Huu ni mchezo wa Daudi, Wambura alifoka. Kwanza Blue Band yangu, sasa Amina. Lakini Daudi alikuwa amejikunyata kwenye kona, uso wake ukiwa mweupe. Mzee, mimi ni mwizi wa sabuni na mkate, sijawahi kuandika barua ya damu. Hapa kuna kitu kikubwa zaidi yetu. Jua kali alifika eneo la tukio na rungu lake, macho yake yakiwa bado na ungu wa bongo. Niliwaambia, mimi nawaonaga usiku. Hawa sio watu, ni viumbe. Ghafla, sauti ya kengele ya dharura ililia. Sauti ya mkuu wa shule ilisikika kupitia spika. Wanafunzi wote, ingieni ndani ya babweni yenu, hakuna kutoka nje mpaka amri nyingine itakapotolewa. Milio ya hatua za ajabu ilianza kusikika darini mabweni namba 7. Owen, kijana mwelevu, alimtazama Ivelius na kwa mara ya kwanza aliona kovu la ajabu shingoni kwa Ivelius ambalo hakuwahi kuliona. Kovu lililoandikwa herufi A kama Amina. Usaliti ulikuwa unaanza kuzaa matunda ya kifo. Je, nani atafuata? Na Blue Band ya Wambura ilikuwa hasa wapi? Siri zilikuwa ndio kichwa zinaanza kufunuliwa katika kuta za Kizungumkuti Hai.